Kuku Afrika ni fahari yetu. Leo nataka nikujuze kwamba begi la konokono ama snail coat, lile gamba lake la nje linaweza kutumika katika kutengeneza chakula cha kuku na likaleta tija. Kama ulikuwa unafahamu hilo, leo ndo ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu gamba la konokono lina kiasi kikubwa sana cha madini ya calcium ambayo ni muhimu sana katika mwili wa kuku na huleta msaada mbalimbali katika mwili wa kuku. Lakini pia ganda ama gamba ama koti la konokono linaingia katika chakula cha madini. Ukisikia chakula cha madini katika mchanganyiko wa kuku, maana yake kuna chokaa ndani yake, kuna unga wa mifupa au mifupa iliyosagwa, kuna chumvi, lakini cha mwisho kuna gamba la konokono ama lile begi la konokono, nalo ni muhimu sana katika kuongeza protein katika mwili wa kuku. So unaweza kujiuliza namna gani naweza nikalitumia ili gamba la konokono likaletea tija, ama namna gani naweza nikatumia gamba la konokono katika utengenezaji wa chakula changu nyumbani. Sasa leo nataka nikupitisha kwenye hatua muhimu namna gani unaweza kutumia ganda la konokono katika kutengeneza chakula. Kwanza lipate hilo ganda, usipate konokono mzima, no. Konokono kiasili na protein nyingi na kuku anakula, lakini sio muhimu sana, hiyo ni mada nyingine. Lakini leo nazungumzia ganda la konokono. Ukishalipata lile, hakikisha unalisafisha, unaondoa uchafu, unaondoa bakteria, unasafisha, lisafishe vizuri. Lakini baada ya kusafisha, lichemshe kwenye maji ili kuua kabisa bakteria. Kuna bakteria ambao haonekani kwa macho ya kawaida ambao kitaalamu inaitwa mycobacteria. Kwa hiyo anaweza kawa amejificha kwenye ile gamba na umelipata katika mazingira ambayo sio sahihi. Kwa hiyo chemsha katika maji. Baada ya kuchemsha, kisha unalianika juani, ili likauke. Kama lina unyevunyevu, yale maji yaliyotumika kuchemsha, maana yake ukiliweka juani linakauka, na kisha limekauka vizuri. Kama kuna jua, unaweza ukaliacha kwa muda mrefu ili likauke na likae vizuri. Lakini baada ya kuanika juani na kukauka, unaweza ukatumia kutwanga. Ukachukua kinu chako, ukaweka ndani, ukayaweka mengi yale maganda, ukaanza kuyatwanga kwenye kinu ama kwenye chombo chochote ambacho akitofanya baada ya kutwanga iparaganyike. Kwa hiyo baada ya kutwanga, kisha mpaka inakuwa unga ama vinabakia vichembe vidogo. Baada ya kubakia hivyo, maana yake unaweza ukaweka katika mchanganyiko wako wa chakula. Maana yake kitaalamu haitakiwi izidi kilogramu 2 hadi 3 kwenye huu mchanganyiko. Unaweza ukaweka hivyo kwenye chakula cha kuku. Maana yake iwapo umeandaa chakula chako, umeshaweka mahindi yalobalazwa, umeshaweka mashudu, umeshaweka dagaa, umeshaweka chokaa kiasi fulani, umeshaweka chumvi, unaweza kaongezea kidogo na kiinilishe cha ganda la konokono ambao lina msaada mkubwa. Unaweza kujiuliza nini faida ya mimi kutumia gamba la konokono katika mchanganyiko wa chakula cha kuku? Faida zake ni zifuatazo. Kwanza, husaidia kuimarisha ganda la kuku la yai kuwa imara zaidi. Maana kuna baadhi ya wafugaji wanapata tatizo la kuwa na wale kuku wa mayai ama kuku akitaga yai lina soft shell. Lile ganda la kuku linabonyezeka. Kwa hiyo ukiwapa hii, maana yake inatibu ile tatizo na kufanya ganda la kuku liwe imara. Lakini pia linasaidia kuku kutaga mayai makubwa. Lakini pia inasaidia kujenga mifupa ya kuku kwa maana bone reformed. Lakini pia inasaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Maana yake ni madini yanasaidia pia katika mmeng'enyo wa chakula. Inasaidia pia katika mfumo wa fahamu. Lakini pia mwisho inasaidia sana kwa kuku wanaotaga kuongeza uzalishaji wa mayai, kwa maana ya increasing production of eggs. Kwa kuku ni muhimu sana iwapo utatumia maganda ya konokono ama kitaalamu inajulikana kama snail shell. Kwa hiyo nafikiri umejifunza hapo namna gani ya kutumia ganda la konokono.